kazi nzuri, unafanya kazi za mikono yako, labda unalima, wao ni fundi nzuri, ni Mungu amekupa, sio kwa akili zako wala sio kwa nguvu zako. Amen, amen. Kwa hiyo kama tunatambua ya kwamba Mungu ndiye atupaye kila kitu, kwa hiyo yatupasa kufanya nini? Kumtolea na kumheshimu yule atupaye kila kitu. Amina. Nitoe mfano tu mdogo kwamba kama kuna mtu ambaye anakuhudumia, mzazi wako labda anakuhudumia kwa kila kitu, sio unamheshimu. Sasa kwa nini Mungu ambaye anatupa kila kitu unashindwa kumheshimu kwa mali yako, ambayo ile mali ambayo yeye amekupa mwenyewe unashindwa kumheshimu nayo? Amen, amen. Unafanya vitu vingine, unavipa kipaumbele zaidi ya yule ambaye amekupa. Amen. Hebu tusome ile Mithali 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Naomba mwenye Biblia afungue Mithali 3:9 hadi 10. Imeandikwa, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Amen. Kwa hiyo tunaona Biblia inatuambia tumheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Kumbe Mungu anajua ametupa mali. Anajua kabisa, Pastor Samuel, nimekupa biashara. Amen. Nimekupa kazi. Kwa hiyo anatamani umheshimu kwa kile ambacho amekupa. Amen. Lakini unapokuwa unashindwa kumheshimu, basi Mungu anakushangaa. Amen. Lakini hapa mstari wa 10 inatuambia, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika kwa divai mpya. Amen. Kwa hiyo kile ambacho Mungu amekupa, kama ni kazi, kama ni biashara, basi ukimheshimu kwa kile alichokupa, basi atakuongezea zaidi. Amen. Atakilinda kile ambacho ulichonacho ili kiongezeke na kuongezeka. Amen. Ili asije akatokea alaye. Mwambie jirani yako alaye. Kumbe kuna alaye anaweza akala biashara, si ndio? Anaweza akala kazi. Amen. Unashangaa unaenda kazini, wewe anakuambia leo hamna kazi, rudi nyumbani. Amen. Kumbe ameshatokea alaye. Lakini ukimheshimu Mungu kwa mali yako, kwa kipato chako unachokipata, utaona baraka za Mungu. Haleluya. Amen, amen. Utaona baraka za Mungu. Hebu kila alichokupa Mungu mheshimu nacho kwa kumtolea sadaka. Sadaka ya fungu la 10. Sadaka ya moyo wa kupenda. Sadaka ya shukrani. Malimbuko, umelima, umepata mazao. Mshukuru Mungu kwa kila ambacho amekupa. Amen, amen. Kuna watu ambao wanalima hawapati. Ila wewe umelima, umepata, unashindwa kutoa sehemu ya 10 kwa ajili ya Mungu. Unafanya jambo baya sana machoni mwa Mungu. Na hiyo ambaye amekupa kila alichokupa atakasirika. Hata kilinda, bali atatokea shetani alaye na utaanza kuangamia. Amen. Kwa hiyo kama wana wa Mungu tunayatambua haya, tunatambua maarifa haya, kwa hiyo inatupasa sisi kwamba tumheshimu Mungu kwa kumtolea fungu la 10. Umefanya kazi, umepata mshahara wako, toa fungu la 10 kwenye mshahara wako, mpe Mungu. Tena Mungu amesema nipe fungu la 10, nyingine yote, sehemu ya 10 tu, nyingine yote ya kwako. Amen. Hajataka nusu, ametaka sehemu ya 10. Amen, amen. Yaani alichokitaka ni kidogo zaidi alichokupa. Angekuwa na uwezo wa kukuambia nipe robo 3 au nipe nusu, lakini amekwambia nipe sehemu ya 10. Kwa hiyo sisi kwa tamaa tulizonazo tunashiba hata kumpa ile sehemu ya 10, tunamwibia. Amen. Mwambie jirani yako acha kumwibia Mungu. Aliyekupa vyote, aliyekupa biashara, aliyekupa kazi, aliyekupa mtaji, unamwibia aliyekupa vyote. Unamwibia ile sehemu ndogo ambayo amekupa.
sio vizuri. Amen. Ujirekebishe, uanze kuanzia leo unapolisikia hili neno, uanze kubadilika. Pengine kuna mambo yanatokea kwenye maisha yako, aidha kwenye biashara yako, aidha kwenye kazi unazozifanya, huoni mafanikio. Ni kwa sababu unamwibia Mungu sehemu yake ya 10. Hebu jitafakari, yaani kila mtu ajitafakari kwamba je, mimi ni mwaminifu mbele za Mungu? Ninatoa kile ninachostahili kutoa? Sio mwizi? Kwa hiyo unaweza ukajikuta kumbe mimi ninapoteza biashara kila mara, ninapoteza kazi kila mara, nikilima sivuni kila mara, nikifuga mifugo wanakufa kila mara. Ni kumbe umemwibia Mungu sehemu yake ya 10. Amen, amen. Mwingine anaona eti mimi nimepata shilingi 20,000 haitoshi, ngoja niongeze iwe nyingi. Kama unashindwa kutoa kidogo, hata ukipewa kikubwa huwezi kutoa. Amen, amen. Anza kumtolea Mungu kile kidogo unachokipata, ndipo Mungu atakubariki kwa vikubwa. Haleluya. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Amen, amen. Kwa hiyo kile unachokipata, aidha kwenye biashara yako, hata iwe ni shilingi ngapi, mtolee Bwana na utaona mafanikio kwa jina la Yesu. Amen, amen. Mtolee hapo sehemu ya 10. Mtolee sadaka ya moyo wa kupenda. Mtolee sadaka ya shukrani. Hapo utaona baraka za Mungu zikitembea kwenye maisha yako. Amen, amen. Lakini unapomwibia Mungu, unaona madhara yanaanza kutokea. Chuma ulete, anatokea kwenye biashara.